Usio mwandishi wa habari wa kufuata mkumbo. Kabisa kabisa. Mimi nakushauri usio unafuata mkumbo wa wengine wanafanya nini, kwa sababu hiyo ndio inafanya waandishi wengi wa habari wanaanguka. Kwa hiyo hapa ningependa kukushauri masuala 5 ya kufanya ambayo yatakutofautisha wewe kwa waandishi wa habari wengine. Jambo la kwanza kabisa, fanya uchunguzi wako mwenyewe. Yaani hata kama unaenda kwenye press conference au kama kuna taarifa ilitolewa, usitumie tu ile taarifa kutengeneza taarifa yako nyingine. Jaribu hata kidogo kufanya nini? Uchunguzi wako mwenyewe. Ya pili, epuka ile sasa kukopi na kupaste. Kama nilivyokuambia, labda taarifa fulani ilitajwa na sehemu fulani ndio ikawa kubwa, wewe unaichukua tu kama ilivyo. Labda headline iliyotoka juzi ilisema hivi. Usifanye hivyo. Jaribu kwenda mbali zaidi wewe mwenyewe. Sawa? Cha tatu, uliza maswali ambayo ni tofauti. Mimi nakumbuka shule ambapo tulichofundishwa wakati niko shule, tuliambiwa kwamba sifa ya mwandishi wa habari ni kuuliza maswali tofauti. Yaani kama unahisi jamii itauliza maswali 1, 2, 3, hebu fikiria zaidi, mimi niulize nini ambacho ni tofauti na hiki sasa nitakapouliza nitapata taarifa ambazo ni tofauti. Kwa hiyo yule msikilizaji wangu, msomaji wangu, mtazamaji wangu atapata kitu tofauti. Hiyo sasa ndio uandishi wa habari huo, na ndio utakao kutofautisha hapo na kukufanya kwamba wewe kweli uonekane ni mwandishi wa habari bora. Sio unaenda tu kwenye press conference, kile walichosema unachukua iko unaweka kwenye gazeti yako, unaweka kwenye taarifa yako ya habari. Hapana. Sawa iko wanachotakiwa kufanya watu ni watu wa masuala ya PR, kwamba labda bosi wake amesema hivi na yeye anaweka tu iko alichosema. Wewe kama mwandishi wa habari unatakiwa uwe tofauti. Cha 4, jenga sauti yako mwenyewe. Sasa hivi tupo katika ulimwengu ambao ni multimedia. Sawa zamani labda tulikuwa tunasema huyu ni mwandishi wa habari wa gazeti, kwa hiyo haijalishi sauti au nini. No, sasa hivi unafanya yote, TV, radio, kwa sababu labda wanapeleka mtandaoni. Kwa hiyo hata kama kuna watu wanakuinspire, basi muhakikishe msiwe na watu 5 ambao wanaongea kama mtu fulani. Najua inatukumba wengi ambao tunaanza tu kwenye uandishi wa habari kwamba huyu ndio motivation yako, labda unamsikiliza sana, kwa hiyo unajikuta mianguko yako na vitu vinaenda. Lakini kadri siku zinavyozidi kwenda, uwezi tena ukasema hapana, nilikuwa namsikiliza tu labda mtangazaji fulani, kwa hiyo na mimi ndio nimeenda hivyo hivyo. Hapana, tengeneza sauti yako mwenyewe ambayo mtu akija leo atakuona wewe ni tofauti. Na cha 5 ni kuwa na msimamo wa kitaaluma. Usikimbilie tu trendi ili kujieleza. Ina maana kwamba unapofanya story yako useme hii ina manufaa gani kwa hadhira yangu. Ukifanya hayo yatakusaidia wewe kuonekana ni mwandishi wa habari wa kitofauti. Utakuwa una mtazamo tofauti, watu watapenda kusikia kutoka kwako. Leo fulani amesemaje? Hebu tuende tukaangalia na ile taarifa ya habari ya radio fulani, tuone kama fulani ndo alipewa hiyo story akazungumza hilo swala. Tuone yeye ana kitu gani, kwa sababu labda yeye anakuaga na maswali ya tofauti bwana. Yaani siku zote huaga na maswali ya tofauti. Yeye bwana yani bwana story ile lakini yeye anakuaga ana namna tofauti kabisa ya kuielezea. Umeona Kwa hiyo ukiwa umejenga hiyo na wasikilizaji, watazamaji wako wakajua wewe ni mtu wa namna hiyo, na kuhakikishia utakuwa ni mtu wa tofauti na utaonekana ni bora zaidi katika waandishi wa habari. Na sasa ndio utajitengenezea fan base yako ambayo itakuwa inakuamini, na huwezi jua ukiaminika, ina maana watu wengi watakujua, ina maana fursa nyingi zitakuja. Na sasa hivi ambavyo tunajua kwamba watu kionekana na nini, fursa nyingine bora na bora zaidi zipo mlangoni. Kwa hiyo jaribu kufanya hayo, kuwa mwandishi wa habari tofauti, usifuate mkumbo. Tafadhali sana.